Ukiota ndoto upo kwenye nyumba iliyochoka, nyumba iliyochakaa, nyumba ambayo ni nyumba ambayo kweli kiukweli haitazamiki, imechoka kabisa. Ni nyumba ambayo unaona kabisa hii nyumba mbona kama yani inataka kuniishia au inataka kuniangukia maisha. Yani we mwenyewe hausikii la kwenye ndoto kule. Unaona nyumba ambayo ni dhaifu sana, nyumba ambayo kiukweli hata moyo wako unauma pale ulipo. Kia hii ni nyumba yangu, unasikia hii ni mahali pako. Lakini pia unaweza ukaona pia nguo zako ulizovaa ni chakavu sana, zimechakaa, zimechanika chanika. Lakini pia unaweza ukajikuta kula yako ya tabu, vaa yako ya tabu. Yani hivyo, yani maisha yako ni magumu, lakini kwenye ile nyumba chakavu kabisa. Nilichokuwa nataka nikwambie, usizalau. Yawezekana ukawa ni mtu mwenye mali, yawezekana ni mtu ambaye unamiliki fedha, magari na nyumba, lakini yawezekana ni mtu unayemiliki vitu na uchumi. Lakini ukianza kuona hivyo, ni roho ya kushuka chini, ni roho ya kufilisika, ni kwamba Mungu ameachilia neema ya kinabii ya kuona kwamba usipokuwa usipokuwa makini, usipomtafuta Mungu sana, usipowatafuta watumishi wa Mungu wa kuombe, utashuka kwenye yale maisha dhaifu ambayo nakuonyesha, ambayo ni maisha ya tabu. Kula ni tabu, mavazi ni tabu, na nyumba ni dhaifu sana. Sasa nataka nikwambie nini? Umakini unahitajika sana kwenye maisha ya mtu, ambapo unapokuwa unaona jambo usilipuuze, kwa sababu ndoto ni unabii wa Mungu. Kupitia ndoto Mungu zungumza na watu. Sasa wewe ambaye ni mtu wa chini, unaweza kuona ndoto hiyo, manake Mungu anakuelekeza kwamba hayo maisha sio ya kwako, lakini shetani amechola hayo maisha kwenye maisha yako, ameyatengeneza hayo maisha yako. Ndio unakuta haya maisha, lakini unaweza kushangaa unaota maisha magumu, lakini wewe maskini unaota kuna wakati mwingine unaendesha gari, kuna wakati unaota una nyumba yako nzuri, umevalisha watoto wako hapo ndani ya gari wako, manake yale maisha unayaishi sio ya kwako. Sasa nataka niseme nini? Kuna ndoto ambazo kama hii ya kwa wale walio juu, inamaanisha utashuka chini, utakuwa maskini. Na wewe maskini ambaye unaota upo kwenye uhalisia wa ile maisha, lakini mna mwingi unaota upo kwenye gari, upo ndani ya una drive, au una watoto wako wako safi, hapo safi, afu unaona maisha yako nyumba nzuri, lakini ukishtuka upo kwenye maisha yale ya kawaida. Manake hayo maisha unayoishi sio ya kwako. Hiyo ni copy life. Sasa my name is Prophet Nyundo. Nikawa nimesikia asubuhi leo nizungumze na wewe, nikwambie na Mungu wa mbinguni akusaidie. Tafuta watumishi wa Mungu wa kuombee na utamwona Bwana wakutoe kwenye vifungo. Unahitajika sio kwenda kanisani tu. Watu wengi sana kwenda kanisani, sio kwenda tu kanisani. Kuna kwenda kanisani, lakini wewe hautaki kwenda tu kanisani. Unatakiwa kwenda kanisani, lakini ufanyiwe maombi yanaitwa deliverance and counseling, maombi maombi na ushauri na kufunguliwa kutoka kwenye vifungo mbalimbali. Sio maombi ya ugali. God bless you. My name is Prophet Nyundo, jicho la Mungu Tanzania. Amen tena. Nilikuwa nimekuwekea hivi nyumba kwa muonekano, lakini bado hii iko very smart.